Kuna siku ambazo hata upepo unapovuma hauleti ubaridi, bali hubeba sauti ya ukimya. Kuna nyakati ambazo dunia huendelea kuzunguka kama kawaida, lakini kwa mtu mmoja muda husimama. Leo ni moja wapo ya siku hizo kwa ndugu yetu Khalid, anayefahamika na wengi kama Meja Kunta. Mti mkubwa umeanguka, si kwa sababu mizizi yake ilichoka, bali kwa sababu mwenye kuotesha maisha ameona muda wake umetimia. Lakini kila mti mkubwa unapoanguka huacha kivuli ambacho hakifutwi na jua. Kuna watu huondoka duniani, lakini huacha nyumba, wengine huacha mali, wengine huacha majina. Lakini wapo wachache wanaoondoka huku wakiacha pengo ambalo haliwezi kujazwa na chochote. Baba wa Meja ameondoka akiwa mmoja wa watu hao. Kifo hakigongi mlango ili kiombe ruhusa, huingia kimya kisha kutoka na kile kilichokuwa kinaifanya nyumba iitwe nyumba. Ndipo baada ya hapo kila kona huanza kuongea kwa lugha ya kumbukumbu. Ni mwaka jana tu, machozi yalikuwa bado hayajakauka baada ya kuondokewa na mama. Leo tena mbingu zimechagua kuandika ukurasa mwingine wa huzuni. Si kwamba macho hayajui kulia, bali moyo umechoka kuhesabu majeraha. Kuna maumivu hayapimwi kwa macho, yapimwa na ukimya wa mtu, yapimwa na namna anavyotazama kiti kilichokuwa kinakaliwa na baba yake, yapimwa na simu ambayo haitapigwa tena, yapimwa na mlango ambao hautofunguliwa tena, ukisubiri mshangao wa sauti ile iliyoizoea. Lakini ndio maana wahenga wakasema, ukiona mtu mzima analia ujue si macho yanalia, bali historia yake ndiyo imevunjika. Leo kikosi kimempoteza kamanda, askari wamebaki kutazama wakijiuliza nani atakayewakusanya tena. Lakini ukweli ni kwamba viongozi wa kweli hawaondoki wanapofariki, huendelea kuishi ndani ya mafunzo walioacha. Maisha yametufundisha kwamba kila mtu ana siku yake, lakini hajawahi kutufundisha namna ya kuzoea kuondokewa na tunaowapenda. Ndio maana kila msiba huonekana kama wa kwanza hata kama si wa kwanza. Meja Kunta, leo unaweza ukajiona uko peke yako, lakini fahamu kuwa upendo wa wazazi hauzikwi pamoja na miili yao. Hubaki ukiishi ndani ya damu yako, ndani ya maamuzi yako, na ndani ya kila hatua utakayopiga maishani. Tungebadilisha machozi yako kuwa tabasamu kama tungeweza. Tungebadilisha historia hii kama tungepewa uwezo, lakini sisi ni wanadamu na uwezo wetu huishia kwenye faraja, huku uwezo wa Mwenyezi Mungu ukianza kwenye hekima ambayo mara nyingi hatuwezi kuielewa. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu amsamehe, amrehemu baba yako, ayafanye mapumziko yake kuwa mepesi, ampanulie kaburi lake na amjalie pepo yenye neema. Na kwako Meja Kunta, usisahau jambo moja, watu wanaokufa hawaondoki pale wanapozikwa, huondoka pale wanaposahaulika. Baba yako ataendelea kuishi kwenye kila dua utakayomfanyia na kwenye kila wema utakaoendelea kuufanya kwa heshima yake. Buriani Baba Meja, safari yako imefika mwisho duniani, lakini simulizi lako litaendelea kuishi katika mioyo ya wale waliowahi kuwaita familia. Mwenyezi Mungu akupokee katika rehema zake. Amina. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.